ametoboa. Nadhani silaha ya kwanza ambayo Azam walikuwa nayo ni kutokuwaruhusu Yanga kuwa confidence na mpira. Yani Yanga walipokuwa wanajaribu kutengeneza mipango, Azam kulikuwa kuna nyakati kabisa unaona wachezaji wao wanafanya pressure ili Yanga waupoteze haraka mpira. Na tunajua recovery ya hizi timu kubwa pale ambapo unakuwa unapoteza mpira, huwa wanafanya kitu kikubwa zaidi ili kuweza kurejesha wao kwenye lengo lao. Kwa hiyo Prince Dube alikuwepo uwanjani, intervals zilikuwa nyingi kwa sababu ni mchezaji ambaye licha tu ya kwamba ni namba 9 lakini ana uwezo wa kumove maeneo mbalimbali, na akawa pia anajaribu kutengeneza nafasi ya baadhi ya wachezaji kuwa wanaingia kwenye ile eneo ambapo yeye anacheza kama standing striker, na wengine pia huwa wanafaidika. Mdathir tumeona huwa anafaidika kwenye hiyo nafasi, na jana pia kulikuwa kuna moments anajaribu kuzitengeneza. Tumeona pia Okero anafaidika pia kwenye hiyo nafasi, ambapo Dube huwa akitoka basi hawa wachezaji wengi Pakome pamoja pia na Max. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri sana ambao wakiwa kwenye siku yao ambayo ni ya uwaji kabisa, yani siku ambayo yani vitu vyote vina flow na wanacheza kwenye hali yao ya kawaida, huwa wanaweza wakatengeneza vitu tofauti. Kwa hiyo Azam nadhani hicho ndio kitu cha kwanza ambacho walikiamini, kuwa na Yoro pamoja pia na Twalib. Umemkosa hapo Fuentes Mendoza, si ndio? Kwa hiyo timu inatakiwa kucheza kwa utulivu zaidi, pembeni Msindo, pembeni Lusajo na wachezaji wengine wakina Kibeku eneo la mbele, Nado, walikuwa wote wanatakiwa kufanya safari ku track back pale ambapo mpira unarudi nyuma. Tunamuona Kibeku anarudi, Idi Nado pia anarudi. Kwa hiyo safari ya kwanza waliweza kuwawin Yanga kwenye kuziba nafasi, lakini kitu cha pili pia ambacho nadhani kilikuwa kinaleta shida ni namna mpira ulivyokuwa unatembea, si kwa upande wa Yanga tu, hata kwa upande wa Azam. Na ndio maana aina ya magoli yote ambayo tunaona, yes, ni magoli ya vichwa au ni magoli ambayo yalikuwa yana kila sababu kutengenezwa kwa plan B, kulingana na kwamba timu zote mbili plan A ya kuflow mpira chini, na Yanga zaidi ndio walikuwa wanatamani kuona kwamba kile kitu cha kwanza ambacho tunakifanya tuweze kupiga pass tukio tuna move kwa pass fupi na kuelekea kwenye lango la mpinzani, lakini ishindikana. Azam anakuja kulevelize, anafunga bao la kwanza, Yanga wanasawazisha kwenye hilo bao. Bado tena wanakuja kwenye kipindi cha pili na bado kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika kazi, na nadhani ndio maana pia hata mwalimu Ibenge alipoona kwamba tayari kuna confidence kidogo imejaribu kuongezeka kwenye timu yangu na kuna mipira mirefu ambayo natamani iweze kushinda. Ngita alikuwa anafanya hivyo, lakini kulikuwa kuna muunganiko mzuri nadhani kwake pamoja pia na kina Idinado pamoja pia na kina Kibeku. Lakini kipindi cha pili akaja kuingiza watu ambao silaha kubwa nadhani ni kwa sababu hata pia ya red card ambao waliipata. Na ingewezekana kama wasingepata ile kadi nyekundu labda kungekuwa kuna utulivu tena, kwa sababu tayari uko one man down. Yanga wanafanya kila sababu kuweza kukushambulia, kwa sababu baada ya kadi nyekundu walioipata na kufunga bao, lakini waliruhusu tena nafasi, na kwenye zile dakika 8 za mwishoni Yanga wakaenda kulevel na wakaweka 2-2. Kwa hiyo nadhani plan B ndio ilitumika zaidi, tofauti na jinsi ambavyo huwa tunaziona hizi timu mara nyingi wanacheza ule mpira wa chini, au kuna baadhi ya magoli ni kulingana na mistakes ambazo wachezaji wengi uwanjani huo wanajaribu kutengeneza, kwa sababu unapouhamisha mpira au unapojaribu kuhamisha uwanja ukitoka upande mmoja ukienda upande mwingine kuna vitu tofauti. Na ndio maana jana tulikuwa tuone dribbles nyingi za mtu kama Okelo, tulikuwa tuone Pakome akiwa na dribbles nyingi, ni aidha kupata pasi na kuachia alafu kujaribu kutengeneza nafasi nyuma ya mabeki. Yes, imetokea offside ambao mwamuzi alitafsiri kama offside, kwa sababu hata jinsi ambavyo mpira tayari ulikuwa umeshatoka kwenye mguu na Depu tayari alikuwa na hiyo faida ya kuwa mbele wakati mpira tayari uko angani. Kwa hiyo ukienda kuangalia movement mpira ukiwa chini, bado Depu nadhani alikuwa kwenye faida ya eneo ambalo hakuwa hajaotea, lakini mpira ulipokuwa juu, na nadhani pale mwalimu mwamuzi ndo alienda katafsiri pale. Lakini timu zote mbili nadhani zilitumia plan B ya mipira mirefu kwanza, kwa kutokuwa na hiyo faida ya kuflow kwa mpira chini. Kwa hiyo wakaamua kutumia plan B na wakaenda pia wakasawazisha.
kuna mazingira ya kusawazisha makosa, kuna mazingira kwenye hiyo plan B unaweza ukafanya pia makosa. Ndio maana hata kosa ambalo Baka alifanya ni kwa sababu ya pressure ambayo tayari ilikuwepo. Umepigwa mpira mrefu, yeye anaonod kurejesha kwa goalkeeper, lakini mchezaji pinzani anapita nao na anafunga bao. Kwa hiyo ilikuwa mechi nzuri. Nadhani pia ni kati ya miongoni mwa mechi ambazo kwa miaka hivi karibuni ukiona Young Africans anacheza dhidi ya Azam ni kujaribu kuona kwamba kariba ya hizo timu ziko kwenye level ya chini. Licha ya kwamba hiyo quality ya Azam inaweza kuwa haishabiani labda na kile ambacho Yanga wanacho kwa wachezaji pamoja nini, lakini Azam kuna mazingira huwa wakitulia, na Yanga asipokuwa labda kwenye fomu ambayo ni nzuri wanaweza wakapata shida kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo hata mechi pia ambayo inaelekea nadhani siku ya Jumanne bado ni mechi nzuri kwa kuitazama, lakini natarajia vitu tofauti, kwa sababu hata huo mchezo wa kwanza mwalimu wa Yanga kuna baadhi ya vitu atakuwa amevisoma na kuenda pia kubadilisha kwenye eneo la ukabaji, kwanza kwenye kujilinda, pamoja pia na namna ya kumalizia matukio kwenye eneo la mwisho. Faida ilikuwepo kwenye timu zote mbili kufika kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, lakini kulikuwa kuna faida ya kuachiwa nafasi zaidi, tofauti na hii mipira ambayo plan B ndio imeenda kutumika zaidi.